Watu wengi wanataka kuinuliwa kiroho. Mungu akaniambia, napotaka kuwainua watu wangu kiroho, lazima niwapitishe mahali pagumu sana. Niwapitishe mahali pagumu sana. Angalia watumishi wenye ushuhuda. Acha wengine ambao wakishindwa wanafanya shortcut, wanaitwa na shetani, wanaenda huko kupokea vitu vya pepe. Utawajuaje? Hawakemei dhambi, hawajazi watu Roho Mtakatifu, hawaongozi watu sala ya toba. Full stop. Hawafundishi utakatifu, maana wataupata wapi kwao? Hawana. Unaweza ukaanza kama mtumishi ukaisha kama mganga wa kienyeji. Unajua, unaweza ukawa na debe ama dumu la mafuta linaitwa mafuta safi ya alizeti. Mafuta safi ya alizeti ukanunua labda 30-40, unaenda kula, si ndio? Likiisha bado limeandikwa nini? Mafuta safi. Hakuna mafuta safi. Kama yako safi tutayaona yakitokea. Umenielewa kitu nimesema? Sidanganywe bwana. Mungu ananiambia lazima, hata kama nataka kuwainua watu kiroho, lazima wapitishe sehemu ngumu sana ili awatengeneze, kama tulivyosema kwenye Petro. Si sawa eh? Na wanapovuka katika sehemu hizo ngumu, ndipo ninapowainua kiroho. Ndipo ninapowainua kiroho, na wanakuwa watu wa imani sana, na kila mtu akiwaangalia kutoka hapo, watu wanafunguliwa. Angalia kitabu cha Kutoka. Kuna watu walikula gharama. Watu hawali gharama, lakini wanasema nataka kama Musa. Ngoja nione kama ulikaaga kama Musa kwa uongozi wa Mungu. Kitabu cha Kutoka sura 24. Kitabu cha Kutoka sura 24 mstari wa kusoma wa 16, alafu tutasoma wa 18. Wa 16 alafu taruka wa 17, nasoma wa 18. Jamani, kuna kitu unaelewa? Mstari wa 16 unasema, na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai, lile wingu likaufunikiza siku 6. Lile wingu la Mungu likafunikiza siku ngapi? Siku 6. Na siku ya 7 akamuita Musa kutoka kati ya lile wingu. Akamuita Musa toka kati ya ile wingu. Mstari wa 18, Musa akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40 usiku na mchana. Ni gharama sio gharama? Paka familia inamsahau. Siku 40 usiku na mchana. Lakini lianza wingu kwanza, limejaa, mtu amejaa utukufu wa Mungu. Mungu anamwandaa, alafu ghafla anamwambia panda huku juu yangu. Maana yake Mungu akamwandae mwenyewe siku 40 usiku na mchana. Ndio maana aliposhuka mwanamume, kila mtu akimwangalia anakimbia. Kila mwenye mapepo akimwangalia anaogopa. Kila magonjwa yanakimbia. Kwa nini? Wengine wanaenda kuiga, hawajaitwa na Mungu. Wengine wakajaribu wenyewe wakapata vidonda vya tumbo. Anza dade. Mpende Bwana Mungu, saa ikifika atakwambia nataka ukae mbele zangu. Ukikaa kwa sauti ya Mungu, ukifanya jambo kwa sauti ya Mungu, Mungu anakuepo pale. Mungu akitaka kumuinua mtu kiroho, ina gharama. Mungu akitaka kumbariki mtu kama Yusufu, nilikuambia habari zake. Na alipovuka ile level, humuoni tena akishushwa. Nakaa pale siku 3 hizi, ukielewa hivi tukakaa pale, utapendeza kweli kweli. Haleluya. Kama umeelewa sema amina. Lakini wengine wamekataa, ndio maana kanisa linanyoshewa kidole. Napoongea kanisa siongei hili tu, naongea mwili wa Kristo. Nanyoshewa nini?
kidole, kwa sababu wamekataa kuandaliwa na Mungu. Mungu anawainua kwa ajili ya wengi, wanakataa. Alafu wanataka uungu wa Mungu uwe ndani yao, alafu watu wakimbilie. Hawa watu ndio waona wengi hivi mjini, wengi. Hata ukijenga makanisa mangapi hawataweza. Dawa yao ni moja. Ukitaka kujenga ghorofa 50 kwenda juu, utakwenda zaidi ya ghorofa 3 chini. Ukienda ghorofa 3 chini, msingi wake ukawa imara kuliko majengo hayo. Ukija kupandisha, mainjinia anakuambia hapa jengo liko sawa. Ukiimarishwa na Mungu, hautahangaika kutafuta roho za watu. Mungu atazileta roho za watu. Na akizileta, utakuta Mungu anaongea na hizo roho za watu. Na wakiondoka kile Mungu alichoongea nao, hata kama hujapeana mkono, hata kama hujakaa meza moja, wakiondoka, kila mtu aliyokuwa na shida, unaona akienda, Mungu anafungua njia, wanajibiwa. Wanawaambia na ndugu zao, unaona wanakuja. Nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Watu wengi sana Mungu akanambia wasingepita hapo wanapopita, kwa sababu wamenikataa. Lakini wakipita kwa maongozi yangu na bila malalamiko, nitawapa heshima. Na wengine watakuwa matajiri wakubwa, na wengine watakuwa na huduma za namna tofauti. Wengine watakuwa na vipawa vya ajabu kwa sababu wamekubali. Wengine wakawa na imani ama na uzima ambao unasababisha wengine kutoka mautini. Ndio maana unamuona Yusufu aliinuliwa, sio kwenda kuhubiri, sio kwenda kuombea watu, akainuliwa juu ya nchi. Maongozi ya Mungu yakawa ndani yake. Nchi kaenda salama, si tu ya Misri na dunia nzima. Kwa kipindi hicho watu wakakaa salama. Mtu mmoja anapokula gharama, watu wengi uungu wa Mungu nakuwa nao. Sikilize, mtu mmoja mama yake alikula gharama, uungu wa Mungu kaja kukaa juu ya mtu huyo. Naitwa Samueli nabii. Mama yake alipitishwa bila kupata mtoto. Mungu alichagua hivyo ili kila mtu amjue mwanamke huyu ni tasa, lakini ni mcha Mungu. Hakunungunika. Mke mwenzake alimtukana matusi yote na kumsimanga. Alimwangalia Mungu. Unajuaje Sumbe? Tunaona saa ambayo ameenda hekaluni mara moja kwa mwaka kule Yerusalemu. Tunaenda sawa? Anaomba mpaka kuhani akajua ni mlevi ni mama. Akamwambia hapana kuhani, mtumishi wa Mungu, nimemimina roho yangu kwa Bwana. Aletaye majibu ni Bwana. Anivushaye kwenye hichi ambacho ametaka nipite ni yeye. Ndio nasemezana naye. Kuhani akamwambia, Bwana akakupe haja ya moyo wako. Sikiliza, alipopewa, kumbe mwanamke ameweka nadhiri. Ilipotimia, mtoto yule akakaa labda miaka mingapi, akamaliza kunyonya, akamchukua. Mtu ambaye ametengenezwa na Mungu hasahau, akampeleka. Sema amina. Toka hapo Mungu akajitwalia mtumishi kwenye taifa la ajabu, toka ambapo mama yake alikula hiyo gharama. Mtumishi mwingine ambaye alikubali ni Elisha. Elisha alikubali, Mungu akamtengeneza. Na saa ya kupimwa kwake ilikuwa ngumu sana. Cha kwanza, mali zake zote, jozi 12 alizichinja zote. Tumaini la mali zikaisha. Kamwangalia Mungu, akamfuata Elia. Saa Elia anachukuliwa ilikuwa kipimo kigumu sana.
Kaambia utakapomwona bwana wako anatwaliwa ndio utapata hii nguvu maradufu. La hujaona basi hatuna kesi. Kwa mtihani mgumu. Mwanaume alikuwa halali usiku na mchana, lakini tunaona mwisho akapokea ile neema, akatembea naye kwa uzuri, mwisho mpaka akaja kafa. Nachotaka nikwambie hivi, angalia, baada ya kufa Mungu hatengenezi vitu feki. Hata alipokufa Elisha, miaka imeenda, amebaki mifupa tu kwenye kaburi lake. Watu wanakimbia vita, wamebeba maiti kwenda kuzika upande wa pili, wanafukuzwa, wasema jamani, hao watu watatuua na sisi tumebeba maiti, tutumbukize kwenye kaburi liko hapo. Wakatumbukiza, wakakutana na mifupa ya zamani ya Elisha. Aliinuka hajainuka. Mungu akikutengeneza, akikuridhia, hakuna kitu kingine mpaka kifo chako. Bwana kaniambia waambie watoto wangu na kanisa langu mahali popote wanaponisikiliza, wakubali, wasiwe watu wa kunung'unika, wasiwe watu wa uchungu. Kaniambia manung'uniko ni gereza la kuua imani. Manung'uniko ni gereza la kuua maono niliyowapa. Manung'uniko ni gereza la kuua baraka zao. Ndio maana ngambia waambie wasome Ayubu 21 hata mstari wa 25. Akasema wengine hufa kwa sababu ya uchungu wa roho zao, wasionje mema kamwe. Ayubu 21:25. Ni gereza baya sana.